wa ta'ala. Muta na wanavyozungumza waizungumzia muta, wasema wamewapiga ahli sunna kwa silaha zao. Ya ibadallah, silaha gani zilizopigiwa ahli sunna katika masala ya kuhusu muta? Ni kwamba muta umehalalisha vitabu vya ahli sunna. Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, Ruh al-Maani, Shawkani, Mukhtasar Ibn Kathir, Baydawi na vitabu vingine. Zote hizi, ndani ya vitabu hizi kuna kuhalalishwa muta. Hizi hakika ndio vitabu vya sunna wanazotegemea. Ikiwa zote hizi za halalisha muta, ya nini sisi vurugu hili kupingana na watu? Ya nini kujinyima starehe? La ilaha illa Allah. لقد صدق الله تبارك وتعالى حيث يقول أتواصوا به بل هم قوم طاغون. أتواصوا walihusiana bali hum qaumun taghun, bali ni upotevu ndio uliowakusanya. Siasa ile ile inatumiwa na Kadiani ndio siasa inatumiwa na Mashia. Fimbo ile ile inatumiwa na Kadiani kutumiwa na Waislamu ndio fimbo iliyoshikwa na Mashia kuwapiga Uislamu. Fimbo gani iliyoshikwa na Makadiani? Kadiani aweza kuchukua kitabu tafsiri fulani ya sunna, akachukua neno la mwanzo ambalo lina shubha, akaondosha la kati, akalinganisha na la mwisho, kisha akwambie masala haya yako katika kitabu fulani nyinyi ahli sunna. Ikiwa mtu kutembea katika vitabu, wewe usikia tu Sahih al-Bukhari, la hada si Sahih al-Bukhari, basi masala katika Sahih al-Bukhari, lakini urongo. Hivyo wanaosema Mashia kwamba nikaha ya muta iko katika vitabu vya ahli sunna, vitabu hizi walozitaja, urongo hakuna. Mimi nasema urongo hakuna. Ajaribu mshia mmoja tu alete Mukhtasar Ibn Kathir waloidai katika kaseti zao kwamba hii halalisha muta, aje tuonyeshe moja tu. Ulhatu burhanakum. Na wajaribu watuletee Sahihi Muslim, watuonyeshe ni mahala gani katika Sahihi Muslim kulipo halalisha muta. Warongo, ala la'natullah al-kadhibin. Mimi nitawasomea vitabu walivyoeleza. Kuna bwana mmoja Sheikh Omar Mayunga, sijui kama Omar Mayungu, kwa vitabu vya Kiislamu, kitabu kadha mrongo. Hitwa nikaha ya muda. Nikaha ni mtu kujulikana mwanamke kwamba bwana mama sikuwa kiasi dakika 10 umuoe kwa dakika 10, ilikuwa umetoa shilingi 10, shilingi 5, khalas mambo yamekwisha. Ndio nikaya muta. An-nikahul muaqqat, haina haja ya shahidi, haina haja ya wali, hakuna habari ya chakula, hakuna kurithiana. Lao mmoja atakufa, hakuna mirathi. Na mmoja muda ukimalizika, leo tuliagana
tuoane kwa muda wa mwezi mmoja umekwisha, خلاص hakuna nikaa tena mpaka tuongeze muda. Sallala supuzio. Nikaha hii kwa Mashia kama ibada, kushika sala. Mtaona kwamba ni istizaa. Wana kitabu chaitwa Minhaj as-Sadiqin, tafsir al-mustanad Minhaj as-Sadiqin. Riwaya kama hivi, ibara ilivyo yenyewe haiwezi kutokana na mtume, ibara hakika. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تمتع مرة نال درجة الحسن، ومن تمتع مرتين نال درجة الحسين، ومن تمتع 3 مرات نال درجة أمير المؤمنين، ومن تمتع 4 مرات نال درجتي. Jamani yeye mketi msifanye muta, mambo yapita. Kheri nyingi tukosa. Mwenye kufanya muta mara moja ataipata daraja ya Hussein, ya Hassan. Mwenye kufanya muta mara 2 ataipata daraja ya Hussein. Mwenye kufanya muta mara 3 ataipata daraja ya Saidina Ali. Mwenye kufanya muta mara 4 atapata daraja ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daraja hizi tunaweza kuzipata kwa sala na saumu na hija. Zapatikana kwa muta ambayo starehe yake mtu. Hii ndio muta. Twende katika rai za wanazuoni kwanza. Na tena tunasema sisi al-sunna. Sisi hatusemi kwamba muta haikuwako katika Uislamu. Muta ilikuwako. وحصلت المتعة في ظروف قاسية. wakati wa mashida masahaba wanatoka kwenda vita, wanketi muda mrefu, waenda mshtakia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ala nastaghfi ya Rasulullah, shida. Waenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba afadhali tujikhasi, tujivunde maume kabisa, tusiwe waume. Mtume kwamba la ila hilo haiwezekani. Wakapatiwa nafasi ya muta kwa dharura wakati wa vita nje ya mji, hawako mjini kwao. Mambo yakaendelea, mara utiliwa mkazo, mara utiliwa mkazo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaharamisha muta tahriman muabbadan ila yawm alqiyama ama fath Makkah amama jam'in min as-sahaba. Mtume akaharamisha muta mwaka wa fath Makkah, kwamba siruhusa tena habari ya muta. Kwa ilikuwako. Hebu tukasema kwamba ahli ilm wanazuoni wana kauli mbili. Aljumhur min as-sahaba at-tahrim. Jamhuri katika masahaba ni kwamba nikaha ya muta ni haramu. Kauli hii ni kauli ya Umar na Ibn Mas'ud na Ali bin Abi Talib, أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وسيدنا علي pekee kuharamisha muta kumpokewa hadithi 18 zote ni sahihi. 18. وابن عمر
vile vile Ibn Umar wa Ibn Zubair, na ndio kauli ya maimamu wane na aktharu tabi'in kwamba nikah al-mut'a kana fi sadri al-islam thumma hurrima. Kauli ya pili ni kwamba nikah al-mut'a inafaa. Kauli hii impokewa na Ibn Abbas na Ubay bin Ka'b na Jabir bin Abdullah na Abu Sa'id al-Khudri na Ata na Tawus na Ibn Jurayj, wa huwa qawlu Shia. Hii ndio kauli ya Shia kwamba nikah al-mut'a mashi. Endelee. Sasa imekuwa iko. Sasa tuseme ni kwako. Kwa Mashia iko mpaka sasa. Twende tuangalie dalili moja moja kuhusu mut'a. Hadithi ya kwanza ikipokewa na Malik bin Anas عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza mut'a ya wanawake siku ya Khaybar, wa an akli luhumil humur al-ahliya, na kula nyama ya punda wa mjini hao. Nitafupilia sura hadithi zote. Hadithi ya pili ikipokewa na Muhammad bin Yusuf al-Firyabi قال حدثنا سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن الزهري عن الحسن بن محمد أن عليا قال لرجل سيدنا علي alimwambia mtu innaka mru'un ta'ihun, wewe mtu ulopotea. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil mut'a wa luhumil humur al-ahliya. Mwenyezi Mungu alikataza mut'a, mtume alikataza mut'a na nyama ya punda ama Khaybar, mwaka wa Khaybar. Nasema kwa Sayyidina Ali kuna riwaya ngapi? Riwaya 18 zote ni sahihi zikipokewa kwa Sayyidina Ali. Hadithi nyingine za kuharamisha mut'a. Marawahu ibn Lahiya wa Umar au Amr bin al-Harith wa Layth bin Sa'd أن الربيع ابن سبر الجهني حدثهم عن أبيهم الذي يكفوك بابا yao أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء عام الفتح. Mtume alikataza mut'a wanawake mwaka wa fathi Makkah. Hadithi ikipokewa na Muslim. Hadithi ya pili ikipokewa na Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz an rajulin min as-sabriyin an abihi annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam yaqulu akisema fi hajjatil wadaa, katika hija ya mwisho Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah harrama al-mut'a fala taqrabuha. Mwenyezi Mungu ameharamisha mut'a, msikurubie. Wa man kana ala shay'in minha falyadaha, na mwenye mwanamke ambaye ameketi naye kwa mut'a na mwachie bali. Hadithi nyingine ni Ismail an Zuhri qala sema kunna inda Umar bin Abdul Aziz fatadhakkarna mut'at an-nisa فقال رجل يقال له الربيع بن سبرة. Tulikuwa kwa Umar bin Abdul Aziz tukizungumza habari ya mut'a. Mtu mmoja aitwa Rabia akasema nashuhudia Ali
على أن أبي أنه حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. نشهدية kwamba mtu mmoja alisema Mtume sallallahu alaihi wasallam alikataza muta mwaka wa hijjatul wadaa. Hadithi ya 4 ikipokewa na Sufyan bin Uyayna عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة عام فتح مكة. Mtume alikataza mut'a mwaka wa kufutahiwa Maka. Hizi ni riwaya ambazo zaonyesha kwamba nikaha ya mut'a ni haramu. Mashia asema hadithi hizi hazifai kushikwa. Sababu jamani, asema hadithi zina ittirab. Ittirab nini? Ni kugongana. Kama sema wenye musala واختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. أما متن زغongana au sanadi zagongana, hadithi hii hicho ni mudtarib, na hadithi ikiwa ni mudtarib haivi ni hujja. Kwa hivi hadithi hizi zina iftirabi. Tukubali. Iftirabi aina gani? Asema pale mwatuambia ama Khaybar, hapa hajjatul wadaa, pale fathu Makkah, pale amu au taat, tushike vipi? ilikuwa ni amu Khaybar, ilikuwa ni fathu Makkah, ni amu au taat, au ni amu gani? Hii ni itirab. au bimahlan ta'anna ولا تعجل في لومك صاحبا لعل له عذرا وأنت تلوم وكم من عائد قولا صحيحا وكم من عائد قولا صحيحا. Wangapi ambao hutia kombo maneno ambayo ni sawa, wa afatu min dhalika al-mustaqim. Tabu wote kwamba yeye hakuelewa, maadamu hakuelewa lazima kuweko kuna makosa. Hakuna makosa bwana, ukwelewa wewe tu. Tukaddir mimi namdai mtu shilingi 1000 na mashahidi 3. Akasema washahidi wa kwanza kwamba Ali alikubali mwaka wa 1081 kwamba yeye hudaiwa shilingi 1000 na Muhammad Sharif. Amekubali kudaiwa 1000, hakukubali. Shahidi wa pili akasema alikubali mbele yangu mwaka wa 80 kwamba yeye hudaiwa shilingi 1000. Mekubali shilingi 1000, hakukubali. Na watatu akathibitisha kwamba alithibitisha mbele yangu kwamba yeye hudaiwa shilingi 1000 na Muhammad Sharifu mwaka wa 87. Hii tarikhi moja, tarikhi mbalimbali: 81, 82, 83, lakini tarikhi zote zathibitisha deni, hazithibitishi deni. Zathibitisha deni. Kwa hivi ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam harama 'anil mut'a ama Khaybar, ile la kuharamisha mwaka wa Khaybar lilithubutu haramu au kuthubutu an Khaybar? Hajjatul wadaa ilithubutu kuharamishwa au kuthubutu kuharamishwa? Amu fathi Makkah ilithubutu kuharamishwa au kuthubutu kuharamishwa? Nyakati zote tutakalo ni kwamba hal thabata at-tahrim au lam yathbut. Kwa ile anasema ni amu Khaybar alithibitisha lile la haramu,
na alithibitisha ama fathi Makkah alithibitisha la haramu, na alithibitisha hajjatul wada alithibitisha la haramu. Kwa hivyo hakuna tatizo katika uharamu. Itirabi hii ingekuwa ni mbaya lau kama mtu angesema Mtume sallallahu alaihi wasallam akaharamisha mut'am Khaybar, ikaja riwaya ya pili sema Mtume sallallahu alaihi wasallam akahalalisha mut'am Khaybar. Itirabi hii ndio ingezuru, lakini hii haikudhuru, hukumu ni ile ile moja. Twende bayana yosema na wao. Shia asema hoja nyingine. Hoja ya kwanza ni kwamba hadithi za gongana. Hii tulisema mgongano ulikuja katika tarikhi, haukuja mgongano katika kuharamishwa. Katika kuharamisha riwaya zote za haramisha, tarikhi kila mmoja aina tarikhi yake. Wasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kateremsha katika Qur'ani aya moja katika kuhalalisha mut'a. Aya yenyewe Mwenyezi Mungu asema famastamtatum bihi minhunna faatuhunna ujurahunna fariidatan wala junaha alaykum fima taradhitum bihi min ba'di al-fariida. Asema hii aya dalili lipi? Hapa washika dalili mbili. Dalili ya kwanza ni upuzi. Asema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema faatuhunna ujurahunna, hakusema faatuhunna muhurahunna. Tamko la ujur halitumiwi katika mahari, na ni kaida ya mtu kiwa ataka kusema urongo au mwivi kiwa ataka kuiba, huenda akakusema vitu haraka haraka, kukawa kuna vitu vingine vya maana akakupa pale pale. Lau kama wangekuwa na akili hawangetumia tamko la ujur. Baada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulitumia tamko hili katika nikaha na mahari kuita al-ujur ambayo tutaelezea. Dalili ya pili katika aya, wasema aya kuna qiraa cha Ubay ibn Ka'b na Ibn Abbas na Abdullah ibn Mas'ud. Qiraa yenyewe tasema famastamta'tum bihi minhunna ila ajalin musamma, ila ajalin musamma faatuhunna ujurahunna, wala ambao mumestarehena wao mpaka muda fulani wapeni ujura wao. Tasema tukishika hoja ya kwanza kwamba hapa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mahari ameyaita ujur, itakuwa na maana ya muta. Mahari haiti ujur. Tulisema mtu akienda mwizi takujepa mahala, mara una hadhari tu mwenyewe akaingia, hajui pengine toka na ametukua dunia ya viatu, akitoka na nje akaenda nyumbani kama goto nje tunaomba mmoja zangu pili hapo unapata hasara tabu maskini. Na wao kwa wana haraka hawakuweza kupekua kila pembe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema hivi: fankihuhunna biidhni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna. Fankihuhunna, waoeni. Fankihuhunna biidhni ahlihinna, kwa idhni ya mawali yao, wa atuhunna ujurahunna, kisha muwapeni mahari yao. Hapa Mwenyezi Mungu mahari ameita kwa tamko la ujur. Kama angesonga mbele tuangalie na aya. Aya ya pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema walmuhsanatu minal mu'minati من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. mahari Mwenyezi Mungu mahala papili apakataja kwa namna, kwa maana ya ujira.
twende katika qiraa ila ajali musamma. wanazuoni wasema qiraat ibn Abbas kama istamtatum bihi minhunna ila ajalin musamma qiraatun shadhatun la yuhtajju biha. qiraat ni shadh, hakishikiwi hujja. ابن عباس، عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب walikitegemea qiraa hii kwa kuwa ni Qur'ani, kwa kuwa ni shadh lam yathbut Qur'anan, hatakuthubutu kama ni Qur'an. Akaweza kwamba ikiwa haikuthubutu Qur'an, yalla lakini kina kama daraja ya hadith, tutasema ni hadith ahad. ikiwa ni hadithi ahad fahunaka adilla aqwa minha tuaridha, kuna dalili ambazo zina nguvu za kushinda qiraa cha Ibn Abbas ambao chakipinga. Kwa hivyo haiwezi qiraa cha Ibn Abbas hakiwezi kufua dafu kuhalalisha muta, kwa sababu kuna dalili nyingine ambazo zina nguvu. Pende na nikah, nani ndio katika kambi ya jeshi hapa? Ugonjwa na kambi katika kambi ya jeshi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akahalalisha muta kwa sababu ya dharura, wa dharuratu tubihu almahdhurat. Na Ibn Abbas mwenyewe alipokwenda akaulizwa na masahaba kwamba Ibn Abbas fatwa yako imfika mbali, watu watunga mashairi, akasema la ilaha illa Allah astaghfirullah inma hiya kalmaita. Leo wasema Ibn Abbas bali sema kama maiti, kama mfu lilmutar. Kwa hivi ikiwa ni kweli muna mahaba, muna na nguvu wa kupenda kuyashika kila yatokao kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, si mungechukua pale alipoambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hili kwa sababu ya dharura, hilo dharura alohalalishiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alalishia masahaba, mukali nazo mpaka leo. Msiogope gharama oeni. Na mtu akiwa na heshima yake hatakosa mwanamke wa heshima. Kila mama nyumbani una haja mpate mume wa heshima mmoja mtoto wake. Kuweni na heshima, kuweni na tabia nzuri, muoe, msiche gharama. Waman yaktub alhasna lam yaghliha almahru, mwenye kumpelekea maneno mwanamke mzuri mahari hadhi ni mzigo kwake, kwa ni mahari muoe. Msichangaze usisudifu, ni zina ya kistaarabu kwa jina la nikaha. Haya yasema mimi ama nitasema ni sunni, asemeni na yaandikwa na wenyewe mashia ambao kidogo wamefunua mato. Mtu anasoma kijitabu, kuna kijitabu kifupi Ashia wa Tafhih lilmusawi, yeye mwenyewe ni Shia, kuzaliwa kazaliwa al-Najaf al-Ashraf, ndipo kuzaliwa, kasomea huko mpaka kawahi kusomesha Bahran, katika jamii ya Bahran. Mtu nakishika yule ni mshia au jua ushia ni damu yake. Babu yake alikuwa ni Shia mutazammit mpaka akauliwa ndani ya sala. Mtu nakisoma kitabu chake mwangalia anavyozungumza. Nasitu kwa Uislamu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu dini ya holela. Kuna dini ya holela. Kwa hivyo nikaha ya muta ilihalalishwa safarini, na Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuihalalisha mjini kabisa. Hadithi ilikuwa na Qais قال سمعت عبد الله يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليس لنا نساء فقلنا ألا نستخفي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. Qais yasema tulikuwa kwa vita pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam wala hatuna wanawake, tukasema kwa nini basi hatujihasi. Fanahana an dhalik, Mtume akatukataza, thumma rakhasa lana an nankiha almar'ata bithawb ila ajal, akatuamrisha tumuoe mwanamke tumpe nguo tu, leso moja au kitambi au kofia, aenda kaizanye umoe wiki moja, siku moja, kiwa saa moja vile mtakavyo kuafikiana, ukitoka khalas aenda kwa mtu mwingine. Sasa twende katika vitabu vya Al-Sunna waizungumza za Mashia kwamba zina halalisha nikaha ya mut'a. Tabari, Razi, Qurtubi, بيضاوي، مختصر ابن كثير، الدرر المنثور، المناري، الشوكان، البخاري، مسلم، روح المعاني، مثل جميع. twende katika baadhi ya vitabu hivi linakuna ala basira. Vitabu hivi kweli za halalisha mut'a. Je, ndugu zetu ikiwa yafaa kuwaita ndugu zetu husoma wakafahamu yaliyomo katika vitabu hivi, au husoma wakakusudia kuwatia watu shaka? Tafsiri al-Qurtubi isema hivi: قال الجمهور، أسمى مذهب الجمهور، إنها آية فما استمتعتم به منهن نزلت في النكاح الذي كان مسموحا به في صدر الإسلام. آية إلى ترمك kuhusu nikaha ilikuwa imeruhusiwa mwanzo wa Uislamu, ilikuwa imeruhusiwa. Maneno ya Qurtubi, nikaha ilikuwa imeruhusiwa. Tukisema ilikuwa imeruhusiwa, huwa mpaka sasa ni ruhusa? Ndio ruhusa. Tulipokuwa tukisali magharibi mpaka sasa tuko katika sala magharibi. Sasa ni haya ndio leo katika Qurtubi haelewi. Mtu ikiwa haelewi kitu huuliwa. Fa in kuntum ta'lamuna fa musiba wa in kuntum la ta'lamuna fal musibatu a'zamu. Ikiwa hamujui ni msiba, na ikiwa mwajua na maneno ni yao, msiba ni mkubwa zaidi. Faman lam yajid mualliman falyarhal, ambaye hatapata mtu hapa Mombasa wa kumsomesha au kumtolea mushkili, na safiri aenda katafuta mahala asome chingwazi bure. Al-Baydawi يسمى hivi: آية نزلت الآية في المتعة التي كانت 3 أيام. آية iliteremka katika muta ilikuwa ni siku 3 fathi Makkah, ilikuwa ni siku 3 fathi Makkah. Lam yakhruj an-nabi sallallahu alayhi wasallam min Makkah hatta haramaha, Mtume hakutoka Makkah mpaka kuharamisha muta. Ikiwa ilikuwa ni siku 3 wakati wa Mtume, siku 3 hizi mpaka leo huendelea. مختصر ابن كثير أسمى: وقد استدل بعموم هذه الآية على نكاح المتعة في أول الإسلام ثم نسخها. آية imeshikiwa dalili ya nikaha ya mut'a ilikuwako mwanzo wa Uislamu kisha ikanasikhiwa. Je, hii tikuhalalisha pia? Kwa hivyo ikiwa makosa watakosa mwanzo mpaka mwisho. Twende Shaukani, ulisoma zote tutaweza.
asema Shaukani qawluhu ta'ala famastamta'tum bihi minhunna wa qad ikhtalafa ahlul ilm wanazuoni wametofautiana fi maana al-aya katika maana ya aya. فقال الحسن ومجاهد وغيرهما حسن ومجاهد وغيرهما wamesema المعنى فمن تفاتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكاح الشرعي فاتوهن أجورهن أي مهورهن. wale wanawake mliostarehe nao kutokana na nikaha ya kisheria wapeni mahari yao. وقال الجمهور إن المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام. makusudiwa kwa aya ni nikaha ya muta iliyokuwako mwanzo wa Uislamu. Je, Shaukani hakuhalalisha? Sasa hizi ndio vitabu za Sunna ambao kwa pigwa makelele na watu wakakosa kazi, ikawa huelezewa kitabu fulani kimeelezea, kitabu fulani kimeelezea, kitabu fulani kimeelezea, mpaka ukimsikia yule mtu anaeleza na kwa hamasa wala la haula wala quwwata illa billah, hatuna ukao. Vitabu vyetu wenyewe tupinga. Sasa ndio tukataka msaada wapi? Twende tukaangalie wapi? Ikiwa sahihi Muslim yahalalisha, Bukhari yahalalisha, Tabari yahalalisha, Ibn Kathir yahalalisha, twende wapi? Lakini tunasema ni ile siasa ya makadiani. Unajua wao si kila mmoja ambaye hivi vitabu anaweza kuvipata. Wajua wengine hawazipati. Angalia watamwambia Razi, atakwambia mimi sijaona, usikia kuna tafsiri ya Razi, sijaiona. Lao atataka kwenda kuangalia, hatakwenda kuangalia. Atapata. Akaya katika wasiwasi. Ufupi, nikaha ya muta aya iambiwao kwamba ndiyo dalili ya nikaha ya muta, japo wanazuoni wengi wa Sunna wasema famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna, kwamba hii aya ilikuja katika nikaha ya muta. Aya hii haihusiani na nikaha ya muta aslan. Aya yahusiana na nikaha hii ambayo tunafunga. Hii tunayofanya leo na kila siku ndio hii ambayo inazungumziwa katika aya hii, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna. Nikaha al-mut'a thabata bi ahadith Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ikanasikhiwa na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sikilete pia yako katika hivyo vitabu vya ngano makosa. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema hivi, hadith ya Ali na hadithi ya Sabra bin Ma'bad al-Juhani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yawm fath Makkah يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء والله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده شيء من ذلك فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. tunasema ya ayuhan nasu, enyi watu, inni kuntu adhintu lakum, mimi nilikuwa nimewaruhusu. Nani asema maneno haya? Mtume. Kwa hivyo Mtume ndiye anaruhusu. Aya inazungumzia nikaha hii tunayojua. Muta ilithubutu kwa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, inni kuntu adhintu lakum fil istimta', nilikuwa nimewaruhusu kufanya muta. Wallahu qad harrama dhalika ila yawm al-qiyama, na Mwenyezi Mungu ameharamisha mpaka siku ya kiyama. Faman kana indahu shay'un min dhalik, ambaye una mwanamke yoyote ambaye amemweka kwa sababu ya muta, falyukhalli sabilaha, na muache.
wala ta'khudhu mimma atitumuhunna shay'a, wala msichukue kitu katika mlichompa. Angalia Tabari mujalladi ya 4 juzu la 10 page namba 8. Dalili nyingine Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhu alikuwa akizungumzia mota, na Abdullah ibn Zubair alikuwa ni mpinzani hataki habari ya mota. Abdullah ibn Abbas madhhabi yake ni kwamba mota ufaa. Abdullah ibn Zubair aizungumza kupinga mota, na Abdullah ibn Abbas yuko karibu. Riwaya sema Ibn Abbas akamfanyia taarifa Abdullah ibn Zubair kama kumtukana, akamwambia sal ummaka Asma, muulize mamako Asma. Vitetezo la kwanza kwa nikaha ya mota zilianza katika nyumba ya Zubair, fi ali Zubair. Asema Abdullah ibn Zubair لما أنكر على ابن عباس نكاح المتعة، فعرض له ابن عباس بأم أسماء بأنها تزوجت بالمتعة وولدت بالمتعة، فقال سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك. muulize babako, muulize mamako vitetezo mafukizo namna yaliyokuwa yakifukizwa baina ya babako na mamako katika nikaha, kwa sababu nikaha ya mut'a. Fasema fasalaha Abdullah bin Zubair akamuuliza Asma, faqalat Asma kasema ma walidtuka illa fil mut'a, mimi sikukuzaa illa katika nikaha ya mut'a. Awwal mujmal sata fi mut'a fi baiti ali Zubair, kijiji cha kwanza kafukizwa katika mut'a silianza nyumbani kwa Zubairi. Hinja wanasema tasema vile laqad hasibu shay'an wa ghaba anhum ashya'u. Wanazuoni wote wa tarikhi majua kwamba Zubair kamuoa Asma binti Abi Bakr bikran. Vitabu wote wa tarikhi yasema Abdullah bin Zubair Zubair amuoa Asma bikran, na hakumwata wala hakumwoa mke mwingine kabisa. Ukazaliwa kina Abdullah bin Zubair, kina Musa bin Zubair, kina hao mpaka mambo yakamalizika.